Kutokana na ulaji wa sukari, mafuta ya mbegu, ngano, siku hizi mtu ukienda tu hospitali hauwezi kuondoka bila kupima cholesterol. Cholesterol imefanya tatizo. Kwambia sijui LDL, HDL wanakuvuruga pale, wanakupa statins. Kwa mwanamke inasababisha hormone imbalances, kwa mwanaume inasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Ukishapata hormone imbalance mwanamke wanakuja tena hospitali. Kumbuka hizi dawa za statins, side effect yake moja kubwa ni pressure. Baada ya hapo wanakuambia okay, una hormone imbalances, hawasemi statins ni tatizo. Hawakwambii what is statin. Wanakupa dawa za hormone imbalances, mwanaume wanampa Viagra. Hawajaishia hapo. Hormone imbalances na side effect, Viagra na side effect. Mwanaume atapata heart attack, cholesterol, mwanamke ataweza kuwa na hali mbaya zaidi. Utasikia azai, mgumba, more problem. Tumejipenda kwenye vitu ambavyo tumeletewa na hao wageni. Tumeletewa mafuta ya mbegu na wageni. Tulikuwa tunatumia mafuta ya wanyama. Tumeletewa ngano na wageni. Sisi tulikuwa tunatumia vyakula vyetu vya asili. Tulikuwa tujui ngano, tujui mahindi, tujui nini. Tumeletewa sukari. Wakati sisi tulikuwa tunahitaji sukari. Nadhani wa miaka 1980 tulikuwa tunakunywa uji wa chumvi, si ndio? Lakini hao vijana wa siku hizi wa miaka 2000 ukiwaambia tulikuwa tunakunywa uji wa chumvi na kuona jamani vipi? Tumeiacha nature, hatufuati historia, hatuuliziko mababu, tunaishi kwa mazoea. Unasikia mimi mbona nimeishi miaka 25 na kunywa sukari na hakuna kilichotokea? Aliyokuambia kisukari kinatokea ndani usiku mmoja ni nani? Mafuta hayawezi kuganda kwenye moyo bana. Sio wengine daktari wako kuuliza mafuta, kwambia mafuta ya wanyama yanaganda kwenye moyo, muulize hao. Ya sasa bila muuliza kwa nini? Kivipi yanaganda vipi, kivipi yanaganda vipi kwenye moyo? Mafuta yanaenda kwenye moyo? Ya like how come? Moyo ni organs nyingine, esophagus tumboni, inaingia vipi kwenye moyo? Mirija ya damu ndio inaweza kusafirisha, lakini nazungumzia about inflammation. Mafuta ya nyama sababisha inflammation. Wiki inaisha zima jata mahali matatu. Lakini ameenda hospitali ameambiwa ache nyama. Hizo nyama ambaye anakula wiki mara 2, sawa, na vipande amekula viwili au kimoja. Anaambiwa ache nyama, ache mai. Anaamini to blindly, yani bila tatizo. Lakini kila siku anakula wanga, chapati, wali, ugali, viazi mviringo, no stress. Ana mimi they know better. Elimu yetu imetengeneza utii kwa watu fulani. Umtii hakimu, umtii polisi, umtii daktari, umtii nani? Utii. Tumepoteza common sense. Tuaski, tunaogopa watu. Tunaamini they know better. Unasahau kwa watu wana interest zao. Wamekujaza hofu, wanakuletea interest zao, lakini wewe uone. Atakupiga makofi 10, atakuponyesha mara moja. Haujui kumeasure vitu kwa sababu umefundishwa kutii na sio kujiongeza. Same ina apply kwenye kila chochote. Ukiuliza chochote unaona unakufuru. Ukiuliza chochote unaona huna adabu. Fasting is very important. Sawa, una uric acid. Tatizo ni matunda. Nakwambia wacha kula nyama. Nyama umekula nini? Unaweza gani kula nyama kila siku? Kwa nini matatizo wapati wa Masai na Wazabe? Uric acid. Nimeona anaanza kupelekewa soda wale. Kesho kutu wale miaka 5 ikishafika wataambia nyama ndio mbaya, acheni na wataacha maskini ya Mungu.